Ukisikia pyramid unawaza piramidi za Misri, lakini unajua kwamba Afrika ina nchi yenye piramidi nyingi kuliko zile unazoziona Egypt. Yaani kuna nchi moja ambayo ina piramidi nyingi ambazo wengi hatujawahi kuzisikia, lakini zipo tangu maelfu ya miaka iliyopita. Sudani ina maeneo ya kale kama Meroe na Anapata. Huko ndipo zilipo piramidi zaidi ya 200. Zilijengwa na ufalme wa Kush unaojulikana zaidi duniani kama Kingdom of Kush. Hawa walikuwa ni watawala wenye nguvu sana Afrika ya kale. Zilitumika kama makaburi ya malkia wao, wafalme na mashujaa mbalimbali. Piramidi hizi hazina umaarufu mkubwa duniani, na ukweli unaoshangaza zaidi ni huu: piramidi za Sudani zilikuwepo miaka mingi iliyopita, lakini dunia imeamua kuelekezea macho yote kwenye piramidi za Misri tu. Sio kwamba hazina thamani, bali zilikuwa zimefichwa kwenye historia inayoelezea kidogo, na leo dunia inaanza kugundua kitu kimoja kimoja. Mimi naitwa Credo, hii ni Kwa Undani. Kama unapenda story kuhusiana na bara la Afrika, subscribe to my channel, ni follow for more, usisahau kushare na rafiki yako. Pia nina t-shirt za Mungu ana maguvu sana na hoods rangi nyeusi, pink na nyeupe. Unaweza ukaoda sasa hivi ikakufikia. Unajua kwamba kuna kabila Afrika lina DNA za Wayahudi wa kale, na hii sio story tu, huu ni ukweli. Kabila hili linaitwa Lemba people. Wanaishi Zimbabwe na Afrika ya Kusini, lakini historia yao inasema walitoka Middle East miaka 2500 iliyopita. Wanasema mababu zao walitoka sehemu inaitwa Sena karibu na Yemen, wakaja Afrika na wakaoa wanawake wa Kibantu. Na hii sio tu hadithi, kwani watafiti walivyofanya vipimo vya DNA waligundua kitu cha kushangaza kidogo. Wanaume wengi kutoka ukoo wa Buba walikuwa na alama inayoitwa Cohen model haplotype, alama ambayo inapatikana kwa makuhani wa Kiyahudi duniani. Na hadi leo Lemba people hawali nguruwe, wanatairiwa na wanafuata mila na desturi zote za Wayahudi wa kale kama ilivyoandikwa na Biblia. Swali ni hili: je, hawa ni Wayahudi waliopotea wako Afrika, au ni historia tu ambayo dunia imeificha? Kwa more siri na amazing story kuhusiana na Afrika, ni follow for more, subscribe to my channel. Mimi naitwa Credo na t-shirt zangu za Mungu ana maguvu sana. Kuna rangi nyeupe, nyeusi na pink. Bei ni 25,000 tu, ni text. Unajua kuna Biblia yenye vitabu zaidi ya 80 na wakati nyingine zina vitabu 66 tu. Hii ndiyo Ethiopian Bible, ina vitabu vingi kuliko Protestant Bible, na baadhi ya vitabu vyake havipo kabisa kwenye Biblia za Magharibi. Lakini ukweli ni huu: hakuna mtu aliyeenda kuondoa vitabu Ethiopia. Kilichotokea ni kwamba makanisa ya Ulaya yaliamua kuchagua baadhi ya vitabu vitakavyojumuishwa kwenye canon. Kwa mfano, wakati wa Protestant Reformation, viongozi kama Martin Luther walikataa baadhi ya vitabu, hasa vile vilivyokuwa kwenye maudhui ya Kigiriki au maudhui tata. Lakini Ethiopia wao waliendelea kuhifadhi maandiko ya kale kama Book of Enoch au kitabu cha Enoki, Book of Jubilees, na hadi leo Ethiopian Orthodox Tewahedo Church bado inatumia vitabu hivyo. Swali ni hili: je, haya ni maandiko yaliyopotea kwenye dunia au ni historia ambayo imechaguliwa kufutwa? Ni follow for more facts and amazing story kuhusiana na bara la Afrika. Lakini pia nimeachia mzigo wangu wa t-shirt za Mungu ana maguvu sana, rangi nyeupe, nyeusi na pink. Karibuni sana. Ulichofundishwa shuleni ni uongo. Afrika sio ndogo kama unavyoonyeshwa kwenye ramani. Ramani maarufu duniani, Mercator Projection, inafanya Afrika ionekane ndogo wakati ukweli ni tofauti kabisa. Ramani hii ilitengenezwa mwaka 1569 kwa ajili ya mabaharia na sio kuonyesha ukubwa wa dunia. Tatizo ni hili: dunia ni duara, lakini ramani ni flat. Ili kusawazisha, maeneo ya karibu na equator kama Afrika yalikuwa yanadogoishwa na maeneo ya kusini au kaskazini kama Greenland yanavutwa na kuonekana makubwa zaidi. Lakini ukweli ni kwamba Afrika ni kubwa mara 18 zaidi ya Greenland. Swali ni hili: je, haya ni makosa ya kisayansi au ni picha za kuwapotosha Waafrika kwa makusudi? Ni follow for more facts and amazing story kuhusiana na bara la Afrika. Nimedrop mzigo wangu wa t-shirt za Mungu ana maguvu sana. Kuna rangi nyeupe, nyeusi na pink. Bei ni 20,000 tu.
Karibuni sana. Unajua kwamba kuna jeshi la Afrika ambao hawana bunduki waliwahi kuwapiga Waingereza wenye bunduki zao. Siri ilianza na mtu mmoja mashuhuri sana anaitwa Shaka Zulu. Alibadilisha sana sheria ya vita kusini mwa bara la Afrika. Alitengeneza silaha mpya iliyopewa jina la Iklwa, mkuki mfupi wa kupigania karibu na sio wa kurusha. Wakati maadui wanapoteza muda kukoki bunduki zao, magobole yale ya kipumbavu ma ACR sijui, Wazulu tayari wanakuwa wameshafika kipigo. Kisha Shaka Zulu alikuja na mbinu nyingine ya kivita inaitwa pembe za nyati, Buffalo Horn Formation. Hii linatangulizwa kundi la watu wanajeshi kuja kushambulia, lakini panatumwa vikosi vingine viwili kwenda pembeni kushoto na pembeni kulia, ambao ndo wanaitwa pembe za nyati. Adui anazingirwa na kukosa pa kukimbilia, alafu linakuja kundi la mwisho, hilo ni kusawazisha zile njia ambazo ziko wazi. Walikuwa na nidhamu kali sana, walikimbia pekupeku, lakini walikuwa na spidi kuliko maadui zao. Na mbinu hizi zilitumika hadi kwenye vita ya Battle of Isandawana ambapo jeshi la British Empire lilishindwa vibaya mno. Swali ni hili, je, Shaka Zulu alikuwa mfalme tu au ni genius wa vita ambaye dunia ilimdharau na haikuandika historia yake? Ni follow for more facts and amazing story about Africa. Subscribe to my channel, na pia nimeachia mzigo wa t-shirt za Mungu ana maguvu sana, rangi nyeupe, nyeusi na pink, bei ni 25,000 tu. Karibuni. Namba zangu za WhatsApp ni kama zinavyoonekana hapo chini. Je, Moses alikuwa Mwafrika au Muisraeli? Jibu ni rahisi sana, kwa sababu alizaliwa kama Mwebrania lakini alilelewa Afrika, alizaliwa pia Afrika. Moses au Musa alizaliwa na wazazi wa Ebrania. Wakati huo walikuwa ni watumwa huko Misri. Ili kumwokoa Moses, mama yake alimweka kwenye kikapu na kumtupa mto Nile, na hapa ndipo binti wa Farao alipomkuta, akamchukua na kumlea kama mwanaye kwenye jumba la kifalme. Hii kwa maana yake ni Musa alikulia ikulu, aliongea lugha wanaoongea wa Misri na akaishi kama Misri. Hata watu walipomuona walimuita Misri. Lakini ukweli mkubwa ni huu, ndani yake Musa alikuwa anatambua yeye ni nani, na siku moja aliacha maisha yake ya kifalme na akarudi kuwakomboa watu wake, watu wa asili yake. Swali ni hili, je, Musa alikuwa ni Mwafrika kitamaduni ndio maana akafanya hayo, au historia yake inatuchanganya tu kuliko tunavyofikiri? Ni follow for more facts and amazing story kuhusiana na bara la Afrika. Subscribe to my channel, bila kusahau nina mzigo wa t-shirt za Mungu ana maguvu sana, nyeupe, nyeusi na pink, bei ni 25,000 tu. Namba zangu ni hizo. Je, uliwahi kujiuliza kwa nini tunaambiwa Afrika haikuwa na historia ya sayansi na teknolojia? Kuna mji Afrika ulikuwa na vitabu zaidi ya 700,000, elimu ya juu ya unajimu na chuo kikuu kilichokuwa maarufu zaidi ulimwenguni, lakini historia yake haizungumzwi sana. Timbuktu ilikuwa ni kitovu cha elimu karne nyingi sana. Watu walisoma hisabati, tiba na astronomy. Walikuwa na manuskripti za kale zilizoandika maarifa makubwa sana. Lakini wakati wa ukoloni, elimu ya shuleni ilianza kusimulia zaidi historia ya Ulaya kuliko historia za Afrika. Baadhi ya maandiko yalipotezwa na mengine yalipuuzwa kabisa. Lakini ukweli ni huu, historia haikufutwa kabisa, ilikuwa imefichwa tu. Na sasa baadhi ya manuskripti zinazidi kuonekana. Dunia inaanza kugundua kitu kimoja kimoja. Afrika haikuanza historia yake jana wala juzi, ilikuwa tayari mbele ya dunia miaka mingi iliyopita. Kwa more facts and amazing story kuhusiana na bara la Afrika, subscribe to my channel. Mimi naitwa Credo. T-shirt za Mungu ana maguvu sana available, rangi ni pink, nyeupe na nyeusi, bei ni 25,000 tu. Alexander the Great aliishinda dunia, lakini kuna malkia mmoja wa Kiafrika alimstopisha kabisa. Unajua ni nini kilitokea baada ya majeshi ya Kush kutoka Afrika yalipokutana na moja ya jeshi lililokuwa babe zaidi ulimwenguni chini ya uongozi wa mwanamke anaitwa Kandake. Malkia Kandake wa Candace of Meroe alikuwa kiongozi wa ufalme wa Kush, Nubia ya kale. Wakati majeshi ya Alexander the Great yalipokuwa yakisogea kusini mwa Misri, waliamini kwamba watachukua eneo hilo kirahisi sana, lakini walikutana na upinzani mkali. Jeshi la Kushi lilikuwa limepangwa vizuri, lilitumia maarifa ya jangwani, mazingira na mbinu za kushambulia na mbinu za kuvizia. Kandake hakupigana tu kwa nguvu, alipigana kwa akili. Aliijua ardhi yake kuliko adui yoyote. Majeshi ya Alexander the Great
kulazimika kusimama na kubadilisha mipango yao. Na ukweli unaowashangaza watu wengi ni huu: Alexander hakuwahi kuiteka Kush. Malkia Kandake hakushinda vita kwa upanga tu, alishinda kwa kitu kikubwa zaidi: maarifa ya ardhi yake na sifa za uongozi na akili ya uongozi. Hii ndiyo maana jina lake bado linakumbukwa, lakini hadithi yake hauwezi kusimuliwa shuleni. Hii ni Kwa Undani. Mimi naitwa Credo na kuletea story kuhusiana na bara la Afrika kila siku. Subscribe to my channel, ni follow for more.